Naam, hii ni episode 3 ya simulizi yetu nzuri na kwenda kwa jina la Chozi la Mama. Kumbuka episode 2 tulishia pale ambapo Mama Janet alikuwa ameondoka nyumbani kwake na amemfuata mzee wa kijiji ambaye ni mzee Luyungu. Sasa nini kiliendelea hapo ni swala la kusubiri, na simulizi yenyewe inaendelea kama ifuatavyo. Hodi. Hodi. Karibu. Aliyemkaribisha alikuwa ni mke wa mzee Luyungu ambaye alikuwa akifahamika kama Mama Rudiko. Vea tafikono, be safi hela siuone aka. Be udendilibaha mbona? Kaa be sekito. Zilikuwa ni salamu kati ya Mama Janet na mke wa mzee Luyungu. Be, ndemi yako hapa dendikulu imilitsu. Ubaba alipo ali? Aliuliza Mama Janet akimaanisha kuwa mwenzio nina shida. Baba yupo? Mama Rudiko akajibu, poyoli. Ila kuni leo nyumba hode. Akimaanisha kuwa yupo ila amelala ndani huko. Mama Janet akamjibu, dinyia hamla mzee. Ndina shida naye. Akimaanisha kuwa naomba kamwamshe, nina shida naye. Mama Rudiko ambaye ni mke wa mzee Luyungu aliondoka na kuingia chumbani kisha akamwamsha mume wake aliyekuwa amelala fofofo. Alitumia nguvu kubwa sana kumwamsha mume wake kwa sababu siku ya nyuma alifanya kazi nzito, hivyo uchovu ulimwandama. Hatimaye mzee Luyungu akaamka. Akaelekea kibarazani ambako Mama Janet alisimama huko. Be, mbona mkenzi aliwivala? Aliuliza mzee Luyungu akimaanisha kuwa mbona mgeni yuko nje? Mama Rudiko alimjibu akasema, ndi hambo yanaruka anilang'aning'ani, akimaanisha kuwa nilidhani ana shida haraka haraka. Hata kama nyaruka anilang'aning'ani na hata ide kusumpela, alijibu mzee Luyungu akimaanisha kuwa hata kama ana shida haraka haraka ndo usimpe hata kiti. Mzee Luyungu alishindwa kuficha makasiriko yake dhidi ya mke wake aliyeshindwa kumkaribisha ndani Mama Janet na kumpa hata kiti cha kukaa. Mzee Luyungu alilimezea swala lile, akalisahau kabisa. Akamkaribisha Mama Janet na maongezi yakaanza. Mama Janet alieleza mkasa mzima na hali nzima ya maisha yake kiujumla. Mazungumzo hayo yaliendelea akiwa amesimama wima. Lakini kabla mzee Luyungu hajaongea chochote, alimwambia mke wake aondoke eneo lile kwa sababu kuna mazungumzo ya siri ambayo yalikuwa yanazungumzwa. Mama Rudiko ambaye ni mke wa mzee Luyungu aliondoka taratibu kwenda mbali kidogo. Kutokana na simulizi ya Mama Janet ilivyokuwa, mzee Luyungu hakutaka kupepesa macho hata kidogo. Akamjibu Mama Janet akasema, familia yenu ni miongoni mwa familia chache hapa kijijini zinazokiuka mila na desturi za kijiji chetu. Kwa makusudi kabisa mnaamua kufanya mambo yanayokera mizimu. Kijiji hiki ni kama mnataka kukalia kooni Sasa mimi kama mzee wa kijiji lazima niwe wa kwanza kulinda mila na desturi za kijiji hiki. Nguvu na akili kwa pamoja vitatumika kuhakikisha hilo. Sheria za kijiji hiki hazitambui masuala ya elimu za darasani zinazotolewa na serikali. Mila na desturi zetu ni elimu tosha kwa kila mwanajamii wa hapa nyumbani yetu. Aliongea mzee Luyungu kwa ukali mithili ya chatu aliyemwagiwa mafuta ya taa. Kinachosikitisha mizimu ni kwamba sasa hivi mmeanza kuhudhuria mpaka kanisani. Ni kweli kwamba matambiko hayasaidii? Au ni namna tu ya kupingana na sheria zilizowekwa? Sipo tayari kuona mizimu inakasirika. Mzee Luyungu aliongea kwa ukali mpaka Mama Janet alikosa cha kujibu kabisa. Sasa nakupa njia ya kufanya ili kutatua changamoto zenu. Ondoka sasa hivi, nenda kamchukue mtoto wako mwenye upofu, mpeleke kwenye geti la msitu wetu wa matambiko. Utaratibu wote mtapata huko.
na hilo zoezi lianze wakati huu. Mzee Luyungu alimalizia kauli ile huku akielekea ndani, kimaanisha kuwa hataki swali wala maongezi mengine zaidi ya kile alichokiongea. Mama Janeti hakuongea chochote baada ya mazungumzo ya Mzee Luyungu. Ikawa ni mguu wa kutoka. Ilikuwa ni majira ya saa 3 asubuhi. Akatembea haraka mpaka kufika nyumbani na kuwakuta Eriki na Janeti wameketi sebuleni. Alipofika aliongea sentensi moja tu. "Eriki, simama twende msituni." "Inuka twende sasa hivi." Eriki alishindwa kujibu chochote. Alibaki kinywa wazi akionyesha kupigwa na butwa. Kwa sababu Eriki alikuwa haoni chochote, alisimama na kumwambia mama yake, "Mama, nipo tayari. Twende." "Janeti, baki hapa. Usitoke. Na kuomba usitoke. Usitoke ukaenda popote. Sisi tunaenda msituni hapo juu." Aliongea mama Janeti kwa msisitizo. Kulikuwa kuna umbali kidogo kutoka nyumbani mpaka kufika kwenye msitu wa asili wa nyumbani yetu. Ni mwendo wa dakika 30 mpaka dakika 35. Hatimaye wakafika msituni na wakafika moja kwa moja kwenye eneo aliloelekezwa. Ghafla mama Janeti akakuta mtu aliyekuwa amevalia nguo nyeusi akisema, "Ede mwamu, unaona kama mlivaa nani?" Akimaanisha kuwa hivi huwa mnajiona nyie ni akina nani? "Mwimile patali, msogele hapa." Akimaanisha kuwa mmesimama mbali, sogeni hapa. Mtu yule aliyekuwa mrefu na mwenye mwili mwembamba ambaye alikuwa amepakaa vitu vyeupe usoni, alichukua dawa iliyokuwa kwenye kipande cha chungu ambacho kwa lugha ya Kibena kinafahamika kama luhama. Alichukua dawa ile na kumpaka Eriki usoni na kumwambia Eriki. Anatakiwa kuomba msamaha kwa niaba ya familia. Msamaha huo atauomba kwa mizimu. Ulikuwa ni mtihani mgumu sana kwa Eriki, lakini Eriki alikubali. Mtu yule alimshika Eriki mkono wa kushoto na kumvuta ndani kidogo. Baada ya hatua kama 15 alimwamuru Eriki apige magoti na aombe msamaha kwa sauti kubwa kabisa. Eriki hakuwa na namna, alifanya zoezi hilo mara moja. "Babu yangu, baba wa babu yangu, babu wa babu yangu na vizazi vya zamani vyote vilivyotutangulia. Ni wazi kuwa sisi kama familia tumekiuka miko ya kijiji hiki kitakatifu. Hakuna namna yoyote ya kukwepa kwenye hili. Hakika lawama tunastahili. Pengine ilipaswa tupewe adhabu kali kuliko hii, lakini mmetusitiri. Msamaha ni kitu cha msingi sana wakati huu wa dhiki, kwa sababu baada ya dhiki ni faraja. Enyi wazee wetu, sisi ni wakosaji. Tunaomba msamaha kwenu." Ghafla sauti kutoka kusikojulikana ilisikika ikisema, "Mmeshasamehewa, lakini unapaswa kwenda kuchoma Biblia. Na mwisho kabisa, sitaki kuona mnajishughulisha na hiyo elimu mnayong'ang'ania. Mkipuuza, kinachofuata ni kifo. Hakuna kingine." Eriki na mama yake waliruhusiwa kurejea nyumbani. Cha kustajabisha, mara baada ya ile sauti iliyotoka kusikojulikana kusikika na kutoweka, Eriki alirejeshiwa uwezo wake wa kuona kama kawaida. Walitembea haraka mpaka nyumbani. Ili balaa lisiwakute, wanatakiwa kuchoma Biblia, lakini pia Janeti na Eriki wanatakiwa kuacha masomo. Unadhani haya yatawezekana? Episodi ya 4 itafafanua zaidi kuhusu haya. Mimi ni Edibili Gasto Ndawala Karoli.